Also want to notify the congregation that Pastor Sharath Babu was born in 1959. So he turned 63 today, just this morning. He turned 63. And after the sermon, we shall have a session of photos for those who would want to say hi to him and also welcome him on this special occasion. So we shall sing happy birthday after his sermon. Pastor Karibu, thank you. Speak to us. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Oh, is he here? Okay, fine. Okay, come here. Okay. It will, or you can keep here. It will come this side. Yes. Okay. I give all the glory and honor and praise to God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nampa heshima na utukufu na mamlaka katika Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. My brothers and sisters, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ndugu na dada na wasalimu nyote katika jina la Yesu ambaye ni mkombozi wetu. On this holy Sabbath day. Siku ya leo ambayo ni Sabato takatifu. Oh, it is a blessing for each one of us to come together to worship God. Ni mibaraka kwetu sote kwa ajili ya kukuja pamoja kumwabudu Mungu. And God brought me all the way from India to be here with you. Na Mungu alinileta umbali wa India ili nipate kushiriki pamoja nanyi. I once again praise God for that. Mimi tena namtukuza Mungu kwa ajili ya hayo. I want to tell you, my brothers and sisters. Ningependa kuwanenea ndugu pamoja na dada. Christ cares for us even in the time of crisis. Kristo anatujali hata nyakati za migogoro. And it is because of his leading. Na ni kwa sababu ya uongozi wake. I'm here with you again. Ndipo niko pamoja nanyi leo. It's not my plan. Sio mpango wangu. It's not anybody's plan. Sio mpango wa yoyote yule. It is the plan of Jesus. Ni mpango wake Yesu. We praise God for that. Tunamsifu Mungu kwa hayo. Let's pray before we open God's word. Tutaomba kabla ya kufungua maandiko yake Mungu. Loving Father, we want to thank you once again for your son Jesus. Baba mtakatifu, tungekushukuru tena kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo. Speak to each one of us today also. Nena pamoja na kila mmoja wetu leo tena. Fill each one of us with your spirit. Tujaze kila mmoja wetu na roho wako. Help us to come closer to you. Tusaidie tusonge karibu pamoja na wewe. Help each one of us to understand each blessing you are sending to each one of us. Tusaidie kila mmoja wetu apate kuelewa mibaraka ambayo tayari umemumininia. Let your name be glorified today also. Na jina lako lipate kupewa utukufu siku ya leo tena. Thank you, Lord, for keeping me alive to come back again to be with our brothers and sisters and your children here today. Asante Mungu kwa kunihifadhi niwe hai ili nipate kujumiana pamoja na ndugu na dada siku ya leo. I pray in Jesus' loving name. Nimeomba katika jina la Yesu lenye upendo. Amen. Amen. My brothers and sisters, ndugu pamoja na dada, as I told you, Jesus is such a loving and gracious and a very, very compassionate Savior. Namna nilivyowaambia, Yesu ni mwenye neema na ni mwenye upendo na ni mwenye kutukarimu sisi. And as our choir sang, when Jesus comes into your heart, namna ambavyo kwaya yetu iliimba, Yesu anapokuja moyoni mwako, when Jesus is in your life, Yesu anapokuwa katika maisha yako, oh, you will have so much of joy, hakika utakuwa ni mwenye raha, so many blessings. utakuwa ni mwenye mibaraka tele. At the same time, na vile vile Satan also tries his level best to tempt you and to weaken your faith. Ibilisi kila mara anajaribu kukushawishi ili imani yako ipate kudidimia. Oh, as I was making the preparation to come here, namna nilivyokuwa nikijiandaa kwa ajili ya kukuja hapa, Satan gave me so much tough time today, this time also. Ibilisi basi akanipatia nyakati ngumu katika kipindi hiki. Before I came, kabla sijapata kuja, almost 8 years ago, basi miaka 8 iliyopita, and I took that needed yellow fever injection. Basi nikapata kudungwa ile sindano ya kunikinga dhidi ya ugonjwa wa yellow fever. That's where I did for 10 years. Basi huo ndio kitu ambacho nilifanya miaka 10 iliyopita. I knew where I kept that certificate. Basi nilijua mahali ambapo niliweka kile cheti.
just 2 days before I came here, Basi siku mbili kabla ya mimi kupata kuja I hapa, was searching for that yellow fever vaccination certificate. nikawa ni mwenye kutafuta kile cheti cha ugonjwa huu wa yellow fever. But that night, Lakini huo usiku I had a dream. nikawa ni mwenye kuota, In that dream, na kwenye ndoto and there was a big snake, a poisonous snake. palikuwa na chatu mkubwa mwenye sumu, And that big snake, na huyu nyoka, maybe I was thinking maybe that something like a black mamba. ama niseme yule nyoka chatu meusi, And it was chasing me, na huyu nyoka akawa ni mwenye kunikimbiza, coming so close to me. na hivi yuanisongea karibu, I was running in the dream as fast as I could. nami kwenye ndoto nikawa ni mwenye kuponyoka kadri ya uwezo wangu. That black mamba like a snake was coming so close. Huyu nyoka naye yuanikaribia karibu na karibu, But it did not bite me. lakini huyu nyoka hakupata kuniuma. I woke up from my dream. Basi nikawa ni mwenye kuamka kutoka kwa ndoto, Then I said na nikanena hivi, to myself, nikajinenea mimi, what is this snake chasing me? basi mbona huyu nyoka awe mwenye kunikimbiza? Maybe Satan is after me for something. Uende kawa ibilisi yako kwa ajili yangu mimi kuniandama. Maybe he is trying to stop me to go to Kisii in Kenya. Ananifanya nisipate kuelekea pale Kisii, mji wa Kenya. And I checked the time. Basi nikapata kuangalia masaa, It was around 3 o'clock in the night. basi kawa ni saa 9 za usiku, I was praying, nami nikawa ni mwenye Lord, kuomba, please help me. Baba tafadhali nisaidie. And that morning, Na hiyo asubuhi I searched that bag where I kept my yellow fever vaccination certificate. nikatafuta kwenye mkoba wangu mahali ambapo nimeficha cheti changu cha ugonjwa huu wa yellow I fever. could not find it. Nami singepata hiki cheti. I checked all the other bags where I used. Nikapekua katika kila mkoba ambapo mimi I natumia. could not locate. Basi mimi singepata hiki cheti. I asked my daughter. Nikapata kumuuliza binti She yangu, also checked for me. naye akapata kupekua hapa na pale. We could not find that certificate. Basi hatungepata kile cheti. Without that, I cannot come here. Basi pasipo cheti mimi siwezi kuruhusiwa nipate kuja hapa. And I was stuck. Basi nami nikawa mwenye butwa. That gave me so much panic. Basi nikawa ni mwenye hofu. What happened to that certificate? I do not know. Kilichotendekea kile cheti mimi sijui. I contacted my close friends and praying people. Basi nikapata kupigia simu rafiki zangu na wale ambao ni wenye Please maombi. pray for me. This is what happened. Naomba mpate kuniombea manake tukio ndio hili. And surely they prayed. Na hakika walifanya They gave kuomba. some suggestion. Na basi wakanipatia mawazo And the fulani. next day, Na siku iliyofuata, that is the last day. basi hiyo ndi siku ya That mwisho. next early morning, I have to come to Bombay to board the aeroplane to come to here, Nairobi. Maana siku ya kufuata lazima nipate ndege niende Bombay ili niweze kufika katika mji wa Nairobi. But I didn't have certificate. Lakini mimi sina cheti. But somehow, God opened the door in the last minute. Lakini ikawa ya kwamba Mungu akafungua mlango dakika ya mwisho. And Jesus arranged for that certificate for me. Na Yesu akapata kunipangia nipate kile cheti. And I got the assurance that, okay, the certificate is here with me now. Na nikapata hakikisho kwamba sasa tayari niko na cheti. And they are also required to travel that COVID vaccination certificate also. Na wao pia wanahitaji upate kuwa na cheti dhidi ya sindano ya chanjo ya COVID. But I took that one, but I did not have certificate. Nami nilikuwa na chanjo ya COVID na tena sina cheti. That I can take, they said you can download it from online. Basi wakaniambia unaweza kuitoa kutoka pale hewani. And those young people tried for at least 4 hours, but they could not download. Nao vijana wakajaribu kuipata hiyo cheti lakini hawakupata katika masaa 4. Again, we have no other option than to now just lean on Jesus by faith in prayer. Lakini hatukuwa na jawabu ila tu kumwegemea Yesu katika imani na maombi. And God made it possible to download it. Na Mungu akafanya mpango nami nikaweza kuondoa kile cheti. Finally, I had all the documents by night 10 o'clock. Na mwishowe nikawa na stakabadhi zote ikiwa ni usiku wa saa 4. Morning 3 o'clock, I have to start from that Spicer Adventist University, my home.
asubuhi saa 9 lazima nianze mwende kutoka pale chuo kikuu cha Spicer ambapo ni makao yangu. And now I came by Ethiopian Airlines. Basi mimi nikatumia ndege ya Ethiopia kufika hapa. They sent a message. Na huu ndio ujumbe. The flights which you booked. Basi hiyo ndege ambayo wewe tayari ulipata kupanga kukuja nayo. One flight in Addis Ababa is going to have a layover of 7 hours. Basi itagharimu tuseme masaa 7. According to my original booking, what we did, that's only 2-hour gap. Na mimi nilipofanya ratiba ya kupanga ilikuwa ni masaa 2. But they sent in the last minute, 7 hours gap is going to be there. Lakini wakasema basi utatulia katika mwendo wa masaa 7. But I'm traveling alone. Na mimi nasafiri peke yangu. I don't know what to do. Sijui nifanye nini. How to wait 7 hours in the airport. Mimi sijui nisubirie masaa 7 nikiwa pale kwenye ndege namna vipi. And I was praying. Nami nikawa ni mwenye kuomba. And I said, Lord, you are there. Nikamwambia Bwana wewe upo. And I know anywhere with Jesus I can safely go. Na mimi najua popote nikiwa na Yesu nitaenda nikiwa shwari. I started. Basi nikaanza. I was in the aeroplane in Bombay. Nikawa kwenye ndege pale Bombay. And one of those now air hostess came. Na wale binti wenye wanakaa kwenye ndege wakaja. Said, sir, there is going to be at least 7-8 hours gap there in Addis Ababa. Na wakaniambia basi bana utakuwa na saa karibu tuseme 7-8 ukisubiria pale Addis Ababa. And here is the voucher for you. Na basi kuna karatasi hapa kwako wewe. They will take you into the hotel. Watakupeleka kwenye mkahawa. You can stay in the hotel. Utaketi pale utatulia kwenye mkahawa. And when the time comes for the next flight, they will bring you back into the airport again. Na wakati utakapofika utarejeshwa kwa ajili ya kuabiri ndege. Immediately my question was, how much it's going to cost? How much I have to pay? Basi nikauliza itagharimu hela ngapi? And they smiled and said, no need to pay any money. Na huyu binti akasema hamna haja ya kulipa hela. Sure, as soon as I landed in Addis Ababa. Na hakika nilipotulia pale Addis Ababa. They took me to a nice hotel. Wakanipeleka kwenye mkahawa ambao ulikuwa bora zaidi. Something like we call 5-star hotel. Basi tuseme ni hoteli ambayo ni kubwa ambayo inatambulikana. Oh, I felt so thankful to God. Basi mimi nikawa ni mwenye kumshukuru zaidi Mungu. I never imagined. Mimi sikuweza kutafakari. Satan was trying to close every door possible not to come. Ibilisi akajaribu kufunga kila mlango wa kila aina. And even in that crisis, Jesus was opening the door wide open for me to come. Hata katika mgogoro Yesu akawa ni mwenye kufungua mlango wazi ili nipate kuja. That's why I give all the glory to Jesus. Ndiposa mimi nampatia Yesu utukufu wote. I want to tell you this whole week. Basi ningependa kuwanenea katika juma hili nzima. Evening time we are going to study together. Hata wakati ambapo tutapata kujifunza kwa pamoja. How Jesus can help you even in the time of trouble. Namna ambavyo Yesu atakusaidia hata kwenye matatizo. When you go through problems. Unapopitia matatizo. When you go through sickness. Unapokuwa na magonjwa. Jesus can help you. Yesu tayari atakusaidia. That's what I'm going to share with you. Basi mimi nitashiriki pamoja nanyi katika hayo mambo. But if you have time. Lakini kama una muda. Come again during the lunch time here to the church. Hebu kuja masaa ya jioni hapa kanisani. We will study the prophecies. Tutapata kusoma unabii. This is what we are going to do. Basi haya ndio tutakayofanya. But pray for me. Lakini tafadhali mniombe. As all of you have prayed. Namna ambavyo nyote mumepata kuomba. 2.5 years ago. Miaka 2.5 iliyopita. My wife. Mke wangu. She was just smiling. Yeye alikuwa ni mwenye kutabasamu. I spoke to her and my daughter was speaking to her. Nami nilinena pamoja naye na binti yangu alipata kunena na yeye. And just 1 minute later, just only 1 minute. Basi dakika moja. And she fell unconscious. Na basi akawa ni mwenye kupoteza ufahamu. We rushed her to the hospital. Tukamkimbiza pale kwenye hospitali. That was the COVID time. Basi huo ulikuwa ni msimu wa ugonjwa wa COVID. And no hospital is taking any other patients except coronavirus patients only. Na hospitali hazikubali wagonjwa wote ila wagonjwa wenye ugonjwa wa corona. Hospital after hospital, we have to go 3 different hospitals. Basi ikabidi tuende katika hospitali 3 tofauti. They rejected. Basi wakamkataa. Finally one hospital took her. Basi mwisho hospitali moja ikamkubali. And did all the necessary basic tests. Basi wakafanya uchunguzi wote ambao unahitajika. She didn't have coronavirus. Yeye hakuwa ni mwenye virusi vya corona. But she had brain hemorrhage. Na basi akawa ni mwenye kuvujwa damu kwenye bongo. And
nerves in the brain, they were burst. Basi mishipa kwenye bongo ikawa ni imepasuka. And they said, we don't have the facility. You have to shift her to another big hospital in the city of Pune. Basi wakasema sisi hatuna namna ya kumsaidia, mtamkimbiza katika hospitali katika mji wa Pune. And she also needs a ventilator. Na basi anahitaji kupatiwa hewa. And it took us another 2 hours to contact. No hospital is now any availability of ventilator. Basi ikawa ni masaa 2 tunatafuta hospitali yenye kutupatia hewa kwa ajili ya mke wangu. And finally we found one. Basi mwishowe tukapata hospitali moja. Just to move her from one hospital to another hospital. Ili kumtoa kutoka hospitali moja hadi nyingine. And that now vehicle itself was costing something like 10,000 shillings. Basi ikawa inagharimu hela tuseme shilingi 10,000. And we had to do it. Na ilitubidi tufanye hivyo. When we reached there, tulipofika pale, other friends who came to know, rafiki wengine walipata kujua hiyo habari. Though it was COVID, ingawaje ulikuwa ni nyakati za COVID, and the police are not allowing anybody to travel. Na askari hawaruhusu watu kusafiri. Somehow some of them managed to come to the hospital. Lakini katika njia nyingine wale walipata kuja pale hospitalini. But the hospital people said, na hao watu hospitali wakasema hivi, you have to pay, lazima mlipe 45,000 shillings. 45,000 pesa. Then only we will take her into the hospital. Ili tupate kukubalia katika hospitali hii. I didn't have money. Mimi sikuwa na hela. It was time of COVID. Ulikuwa ni msimu wa corona. We didn't have salaries for so many months. Tulikuwa tumekosa kupokea mshahara katika miezi na miezi. On top of that, she is in the life and death matter. Na sasa hivi yuko katika hali maututi. Only one thing I learned in any crisis. Basi ni jambo moja tu ambalo nimejifunza wakati wa mgogoro. Only to tell Jesus my problems. Basi ni kumwambia Yesu matatizo yangu. And I was telling Lord, what can I do now? Basi nikawa nikumuuliza Bwana nifanye nini sasa hivi? She's almost at the death point. Basi hivi karibu yuafa. Lord, I don't have money. Na mimi sina hela. Lord, please help me. Tafadhali Bwana nisaidie. And meanwhile, some of those people, the church members who came. Basi baadhi ya washirika ambao walipata kuja. And he said, wakanena hivi, oh sir, we came to know. Bwana tulipata hii habari. Oh, I came to visit you. Basi tumekuja kukutembelea. And he took me just one side. Basi tunahitaji kukupa huu msaada. And he pushed into my pocket some money. Basi wakanipatia hela kwenye mfuko wangu. And said, this may be some help to you. Take this money. Wakasema wewe itakusaidia, hebu chukua hizi hela. Don't say no. Usikatae. And immediately I called my daughter. Na hivi karibu basi nikampigia binti yangu simu. I said, take this money. I don't know how much this is. Check this one. Nikamwambia hebu tazama hizi hela. Mimi sijui ni ngapi, hebu hesabu. And she quickly counted. Basi akawa ni mwenye kuhesabu hela. I didn't tell my problem how much is needed. Mimi sikusema tunahitaji hela kiasi kipi. I didn't tell him a human being what is needed. Mimi sikumwambia binadamu tunahitaji hela kiasi kipi. Mimi nilinena pamoja na Yesu. And that was the exact amount of money, like Indian rupees, that is 30,000. It is shillings in Kenya, like 45,000 shillings. Basi zikawa ni rupi za Kiindia ambazo ni 30,000 tukibadili katika hela za Kenya ni 45,000. And then they took her inside. Basi wakamkubalisha kuingia kwenye hospitali. But I know several of you are also praying for my wife and my family at that time. Na mimi najua wengi wenyu mkao ni mwenye kuniombea mimi pamoja na mke wangu nyakati zile. I was praying also. Nami pia nikawa ni mwenye kuomba. But Jesus said, na Yesu aliponena, my son, mwana wangu, my grace is sufficient for you. Neema yangu inakutosha wewe. We spent that within one day. Basi tukatumia katika siku moja. Something like 200,000 shillings. Hebu tuseme hela za Kenya 200,000. I didn't have money. Mimi sikuwa ni mwenye hela. And some of our friends and some of our church members. Na baadhi ya marafiki na washirika wa kanisa. I didn't ask anyone. Mimi sikumuomba yeyote. They brought whatever the money they can help. Walileta zile hela ambazo wangeweza kutusaidia kwayo. They pushed into my pocket. Basi wakawa ni wenye kuweka katika mfuko wangu. But after spending up that much money also. Na mimi sikujua namna ya kutumia hizo hela zote. The brain specialist. Basi huyu daktari ambaye amesomea bongo came and told. Basi akaja akaninenea. Because of this brain hemorrhage. Maana huyu amevuja damu kwenye bongo. Her brain is totally damaged. Basi bongo yake tayari imeharibika kabisa. There's no use even if we do brain surgery. Hata hamna haja ya kumpasua. Then we called
another leading brain specialist basi tutamuita daktari mwingine tajika ambaye amesomea to have ubongo, a second opinion. ili wakupatie maamuzi ya pili. That brain specialist also checked all of her reports Basi huyu daktari akawa ni mwenye kupekua ripoti zake zote and also gave the same advice. na akatupatia ushauri huo huo. There's no way to cure her. Hamna tiba yeyote kwake yeye. After they said, Na wakasema the next morning she passed away. asubuhi iliyofuata mke wangu akafa. Oh, we were in so much of deep sorrow. Hakika tukawa ni wenye fedheha kubwa. But I want to tell you, my brothers and sisters, Lakini hebu niwanenee ndugu pamoja na dada. I wanted to show that picture today, but maybe tomorrow night I will show that the picture to you also when we have the PowerPoint there in the church. Nitawaonyesha picha ya mke wangu tukiwa pale kanisani tukitumia zile mashine. But God was so gracious. Lakini Mungu ni mwenye neema. God showed me one text Mungu akanifunulia fungu which is moja familiar to all of us. ambalo liko kwetu sote. And it is found in Revelation chapter 14 verse 13. Basi inapatikana katika kitabu cha Ufunuo 14:13. It reads, Inasoma hivi: blessed are those who are dead from now onwards. wamebarikiwa ambaye wafa tangia sasa hadi siku za usoni. Because all of their suffering comes to an end on this earth. Maana matatizo yao yanafika kikomo katika There is ulimwengu. only one text in the whole Bible. Pana fungu moja tu kwenye Biblia It says that death is a blessing. ambayo linasema ya kwamba kifo ni bibaraka. And Jesus brought that text to me again to my mind. Na Yesu akapata kunifunulia hilo fungu tena katika mawazo yangu. That brain specialist told me, Huyu mwenye kusomea akaniambia hivi, even if she's alive, hata kama yeye yu hai, she has to be bedridden like a just vegetable on the bed. lazima awe kitandani nawe sawa na mboga kwenye kitanda. Then I said, Nami nikajibu, Lord, thank you for calling her to sleep in you. Bwana, nashukuru maana umemleta apate kulala katika mikono yako, So that she need not to suffer on this earth. ili asipate kuteseka katika huu ulimwengu. Family need not to go through any other challenges in life. Sisi kama familia hatuhitaji tena changamoto zingine katika maisha. Thank you, Jesus, I said. Asanti Yesu, nami nikasema. The following day we had the burial service. Siku iliyofuata basi tukawa na huduma kwa ajili ya kumzika. I know when you have time, if you want to watch that one, it's on my YouTube called Professor Sharath. Babu is my YouTube. Professor Sharath Babu. Mkiwa na muda mtaangalia kwenye YouTube na jina ni Professor Sharath Babu. SHARATH-BABU. Sharath SHARABABU Babu. Yeah, Sharath Babu. Sharath Babu. And it's there. Na iko pale. But I want to tell you, my brothers and sisters, Lakini ningependa kuwanenea ndugu pamoja na dada. though I am a minister of God, Ingawaje mimi ni mhudumu wake Mungu. even I grew up in the pastor's family. My daddy was a pastor. Nikawa ni mwenye kulelewa katika familia ya uchungaji, manake babangu ni I mchungaji. myself is a pastor. Nami pia ni mchungaji. Also a professor of theology. Nami ni profesa wa theolojia. But still there is so much of grief in my life. Lakini pana matatizo katika maisha yangu. 4 months later, Basi miezi 4 baadaye, on this day, December 3, basi siku ya Desemba tarehe 3, that is my birthday. basi hiyo ni siku ya kuzaliwa kwangu. And I learned one thing. Nami nikajifunza jambo When moja. Jesus was on this earth, Yesu alipokuwa katika ulimwengu, we read in Mark chapter 1 verse 35. tunasoma katika Marko 1:35. Jesus woke up so early in the morning to pray. Yesu alikuwa ni mwenye kurauka kwa ajili ya kuomba. I developed that habit. Nami nikawa ni mwenye hayo mazoea. Any day, I wake up at 3 o'clock in the morning. Kila siku mimi naamka saa 9 ya asubuhi. And I pray. Nami ninaomba. I pray for other people also who are in some need and some sickness and some other problem. Na ninaombea watu wenye mahitaji, wenye magonjwa na wenye matatizo. After that, I read Bible. Na baada ya hayo mimi nasoma Biblia. Then I start preparing my lecture and prepare some sermon also for that day, one sermon. Ninaanza kuandaa mafunzo yangu ya shule
na pia mahubiri yangu. That morning around 3 o'clock. Na asubuhi moja saa 9 ya asubuhi. And out of my sleep, just I was coming out of my sleep. I was still in semi-sleep. Nami nilikuwa bado niko na mangu ya usingizi. I heard the sound Nikasikia sauti of a man nikasikia sauti ya mwanaume saying, ikinena hivi, I will never leave you nor forsake you, my son. mimi sitakuacha ama kukutupilia mbali mwana wangu. There's nobody in the house. Hamna mtu nyumbani. Myself in my bedroom, Ni mimi peke yangu kwenye chumba changu cha my kulala. daughter in her bedroom. Na binti yangu yuko katika chumba chake cha kulala. No other man in the house. Hamna mwanaume yeyote katika nyumba. Then I woke up fully. Nami nikaamka sasa kabisa. I asked myself, who spoke these words? Nikajiuliza ni nani mwenye kunena haya maneno. No doubt in my mind. Sio katika mawazo That is yangu. my Jesus who spoke. Huyu ni Yesu wangu aliyeninenea. But I also, he did not tell any Bible book or Bible chapter or Bible text. Hakuniambia fungu ama chochote kilicho ndani ya Biblia. Immediately that came to my mind, the text where it is found. Basi pale fungu likaja katika mawazo yangu mahali ambapo kile kifungu kiko. It's found in Hebrews, book of Hebrews chapter 13 verse 5, the last part. Basi ni Waibrania sura ni 13 fungu la 5 sehemu kipengee cha mwisho. Which says, I will never leave you nor forsake you. Inasema kwamba mimi kamwe sitakukuacha wala sitakutupilia mbali. Then I thanked God and I prayed. Basi nikamshukuru Mungu na kufanya Lord, kuomba. you gave me assurance on my birthday. I will never leave you nor forsake you. Thank you, Jesus, I said. Bwana ulinihakikisha siku yangu ya kuzaliwa kwamba hutaniacha wala kunitupilia mbali. Nikasema asante Yesu. I continued. Basi mimi nikaendelea. Again next year. Hadi mwaka ujao. That was last year. Basi na ni mwaka uliopita. That was 2021, December 3 again. Tena mwaka wa 2021 tena tarehe 3 ya Desemba. Again around the same time, 3 o'clock in the morning. Basi siku hiyo tena saa 9 ya asubuhi. I was just coming out of the sleep slowly. Nami nikawa ni mwenye kuamka kutoka kwa usingizi kwa utaratibu. Still in semi-sleep. Basi nikiwa na mangu ya usingizi. Again I heard the words of Jesus. Na vile tena nikasikia sauti yake Yesu. He said, my son, Akasema mwana wangu, you teach whatever I taught you to the people. wewe unafunza kile ambacho mimi nimekunenea kwa watu. I'm with you till the end of the world, my son, he said. Mimi nitakuwa pamoja nawe hadi tamati ya dahari mwana wangu, akanena. He said one more thing. Tena akaniambia jambo lingine. My son, mwana wangu, I have chosen you. mimi nimekuteua wewe. Don't be frightened. Usiwe ni mwenye hofu. I will guide you with my right hand. Nitakuelekeza katika mkono wangu wa I'll kuume. help you with my right hand. Nitakusaidia nikitumia mkono wangu wa kuume. With those words I woke up fully. Na katika hayo maneno mimi nikawa ni mwenye kuamka kabisa. Again I knew there is no man in the house. Na nikajua hamna mwanaume katika nyumba yangu. I'm only the one in my bedroom. Ni mimi pweke katika chumba changu cha My daughter kulala. was in her bedroom. Na binti yangu yuko katika I know chumba these chake are cha the words kulala. of Jesus again. Nami nikajua tena haya ni maneno yake On my Yesu. birthday. Siku ya kuzaliwa kwangu. But he did not tell me which book and which chapter, which verse. Hakuniambia ni kitabu kipi ama ni fungu lipi katika Biblia. But the Holy Spirit brought to my mind. Lakini Roho Mtakatifu akaleta katika mawazo Where yangu. those words are in the Bible. Maneno haya yanapatikana wapi ndani ya Biblia? I prayed. Nikawa ni mwenye I thanked kuomba. God for speaking to me again on my Nikamshukuru birthday. Mungu kwa kuninenea siku yangu ya kuzaliwa. And I opened the Bible. Nami nikafungua The Biblia. Holy Spirit led me in my mind. Na Roho Mtakatifu akaniongoza katika mawazo. Open book of Matthew. Fungua kitabu ni Mathayo. Chapter 28. Mathayo 28. The last verse 20. Basi fungu la mwisho ambalo ni fungu la 20. That's what's our theme text for us whole week. Basi hiyo ndio mada yetu katika juma nzima. Which says, Ambayo inanena hivi. whatever I taught, Kile ambacho nimekufunza. you teach people. Wafunze wengine. Yes, I'm a professor. I have to teach God's words, not somebody's words. Mimi ni profesa, lazima nifunze neno la Mungu lakini si neno la mtu mwingine. Because I'm training so many young pastors to become pastors in these last days. Mimi nafunza wengi ili wapate kuwa wachungaji katika siku hizi za mwisho. And the last part of this verse says, Na kipengele cha mwisho katika hili neno lanasema hivi. I'm with you until the end of the Mimi world. nipo pamoja nanyi hadi mwisho wa He dahari. did not tell me when the end of the world is going to come. Hakuninenea mwisho ulimwengu ni lini.
I'm already into my 60s. Mimi tayari nimefika katika miaka ya 60. Surely I'm not going to live for another 40 years or 50 years. Hakika mimi sitaishi miaka 40 ama 50. Surely in my life only few more years left now. Mimi nimesalia tu ni miaka michache ya kuishi. If it is so, Lakini ikiwa ni hivyo, Jesus said, I'll be with you till the end of the world. Yesu akanena nitakuwa pamoja nawe hadi mwisho wa dahari. That's why I want to tell you, my brothers and sisters. Ndiposa ningependa kuwanenea ndugu pamoja na dada. Jesus is coming sooner than what we are expecting. Second time. Yesu anakuja hivi karibuni zaidi ya matarajio yetu. That's why I started using one phrase. Nikawa ni mwenye kunukuu msemo mmoja. This is my slogan. Basi hii ndio nukuu yangu. We are living in the ending of the end time. Tunaishi katika mwisho wa mwisho za nyakati. Yes, from 1844, we the Seventh-day Adventists are saying, we are in the end time. Wakati wa mwaka wa 1844, sisi kama wasabato tulisema tuko katika enzi za mwisho. Oh, according to Daniel chapter 8 verse 14, investigative judgment started in heaven in 1844 October 22. Basi katika Danieli 4:14, katika huo mwaka wa 1844. But I want to tell you now, my brothers and sisters, Lakini ningependa niwanene sasa hivi ndugu pamoja na we are dada. in the ending of the end time. Tuko katika mwisho wa mwisho ya nyakati. We came to the last moments of this earth's history. Tumefika katika historia ya mwisho wa ulimwengu. Whether you like it or not, Upende whether we usipende, are prepared or not, ama umejiandaa ama bado hujajiandaa, Jesus is not going to wait any longer. Yesu hatasubiria tena. He's coming soon. Yuaje hivi karibuni. Sooner than what we are expecting. Hivi karibuni zaidi ya matarajio yako wewe. Oh, that is another words which Jesus told me that night last year, my birthday. Basi kuna maneno ambayo Yesu alinenea mwaka uliopita siku ya kuzaliwa kwangu. I have chosen you. Mimi nimekuteua wewe. Don't be frightened. Usiwe ni mwenye hofu. I will bless you with my right hand. I will guide you with my right hand. Nitakubariki na mkono wangu, nitakuongoza na mkono wangu wa kuume. I was asking, where is it found in the Bible? Basi nikawa ni mwenye kuuliza yapatikana wapi kwenye Biblia. As I was turning my Braille Bible, that is the blind people read like this, like with the dots, we can touch and read. That kind of a Bible I have at home. Basi mimi nina Biblia ambayo inatumika na watu waliopofuka, ambayo imepatiwa vidude, mimi nashika na kupata kujua kusoma. Again, quickly the Holy Spirit brought to my memory. Na kwa kasi Roho Mtakatifu akapata kunikumbusha. As though somebody instructing, read Isaiah 41. Ni kama mtu ananiagiza ya kwamba soma Isaya 41. I opened Isaiah 41 in my Bible. Nikafungua ndani ya Biblia yangu Isaya 41. I began to read from verse 1. Nikaanza kusoma tangia fungu ni la kwanza. When I came to verse 10, Isaiah 41 verse 10. Nilipofika katika fungu la 10 la Isaya 41. Open your Bible with me. Fungua Biblia yako pamoja na mimi. English or in your language. Iwe ni lugha ya Kimombo ama lugha yoyote ile. What does it say? Basi Biblia inasema nini? Don't be frightened. Usiwe ni mwenye kuhofu. I have chosen you. Mimi nimekuteua wewe. Don't be afraid. Usiwe ni mwenye kuhofu. I will bless you with my right hand. Nitakubariki na mkono wangu wa kuume. I said, thank you, Jesus. Nikasema asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. So my wife is not here on this earth anymore. Ingawaje mke wangu hayumo katika ulimwengu But tena. you did not leave me. Lakini wewe You are haujaniacha. still leading me. Wewe bado unaniongoza. Still guiding me. Bado unanielekeza. I prayed. I Nikaomba. thank God. Nikamshukuru Mungu. That was the time of Corona last year also. Huu ni wakati wa corona mwaka uliopita. The whole university was completely shut down. Basi chuo kikuu kikawa kimefungwa kabisa. Not even one student. Hamna hata mwanafunzi mmoja. And we are not allowed to go into the on the road because all the police block the roads. We cannot go anywhere. No shops, no market, nothing. Haturuhusiwi kwenda barabarani manake tayari askari wamefunga. Hakuna soko, hakuna duka, hakuna chochote. No money. Hamna hela. And now, whatever little vegetables we had, Basi chochote kile kidogo ambacho tulikuwa nacho, I and my daughter, mimi pamoja na binti yangu, we cook little. basi tukawa tunapika chakula kidogo. We had some rice. Tulikuwa na mchele. All the vegetables got over. Basi ikawa mboga zote zimekwisha. That early morning 3 o'clock, Basi asubuhi hiyo moja saa 9 ya I asubuhi, was crying and praying. nilikuwa ni mwenye kulia na kuomba. Lord, no vegetables now. Bwana, sisi hatuna mboga tupate kula. I don't have money also, no salary. Mimi sina hela manake hatujapokea For mshahara. many months now. Sasa miezi imepita kwa wingi. Lord, please help me. Tafadhali Mungu fanya kunisaidia.
I finished the prayer. Basi mimi nikamaliza kuomba. I read the Bible. Nikasoma Biblia. I prepared one sermon also. Nikaandaa hubiri moja pia. And I and my daughter, we made some little porridge. Basi mimi pamoja na binti yangu tukatengeza uji kidogo. And we ate. Basi tukawa ni wenye kutumia uji. Somebody was knocking at the door. Basi pakawa na mtu kubisha kwenye mlango. That was around 8 o'clock in the morning. Basi ikawa ni 2:00 ya asubuhi. I said in English, who is that? Nikauliza katika lugha ya Kimombo, huyu ni nani? And he told, sir, I'm so and so. Akasema mimi ni fulani na fulani. Another faculty member. Basi huyu ni mshirika mwingine. And he said, without coming inside. Akasema pasipo kuingia ndani. Because that screen door, that mesh door was there. Maana palikuwa na mlango huu wa chuma. And he said, Na akanena hivi, sir, we don't have any vegetable at home. Bwana, sisi hatuna mboga pale kwetu. I was thinking in my mind, Mimi nikawa ni mwenye kufikiri, I too don't have any vegetables. hata mimi pia sina mboga. Maybe this brother also had nothing to eat. Na pengine huyu ndugu hana chakula. Maybe he came with the hope that I can give him maybe some potato, some vegetable. Akaja na matumaini ya kwamba nimpatie viazi au mboga. I was thinking that way. Basi mimi nikawa ni mwenye kufikiri. I went to that door and I opened the bolt. Nikaenda kwa mlango nikapata kufungua. I said, please come in. Nikamwambia tafadhali ingia. He said, no, I don't want to come. This is Corona time. Akasema mimi sitaingia manake huu ni wakati wa Chances corona. are maybe I may carry that virus to you. I don't know. Huenda nikakuambukiza vile virusi, mimi sijui. But he said, I don't have any vegetable. Lakini akasema mimi sina I mboga. was almost telling, we too don't have anything. Nikawa ni karibu nimwambie pia sisi hatuna Before I could chochote. say that, Kabla he sijaitikia, said, akanena hivi. in my desperation, Basi katika hali yangu ya msongo, I went to that government area where the police are selling the vegetable for people who are now coming to buy in the market because they're not allowing any shop people to buy. nikaenda pale kwenye askari ambapo wanauza mboga au waruhusu watu kwenye soko wapate kununua I mboga. was buying some vegetables for me. Mimi nikajinunulia mboga. And there was a kind of somebody whispering in my mind. Na kawa mtu ananinong'onozea kwenye mawazo. You buy also for my son Sharath Babu some vegetables also, the voice said. Hebu mnunulie mwana wangu Sharath Babu mboga. Hiyo sauti kanena. Sir, I bought some vegetables for you also. Basi pia mimi nimekununulia I mboga. bought in a bag. Basi akanipatia kwenye mkoba. Then almost I was having kind of a heart attack like. Nikawa basi ni mwenye kushtuka kabisa katika moyo. I didn't have money. Mimi sikuwa na hela. How to say I don't have money? Na mimi nitasema Here is a mimi sina professor who hela. had no money. Nikasema profesa hana hela. Maybe I thought I can have some small coin somewhere. Nilifikiri pengine nitakuwa na mashilingi hapa na I said, pale. brother, please wait. Nikasema ndugu tafadhali I subiria. want to go and search for those coins at least. Nitafute mapeni ili But he said, nikulete. sir, don't want anything. Akasema bwana mimi sihitaji I don't kitu. need any money from you. Mimi sihitaji hela kutoka kwako. I didn't tell him I didn't have money. Mimi sikumwambia mimi sina But he hela. said, I don't want any money. Lakini akaniambia mimi sihitaji The hela. Holy Spirit inspired me to buy for you and I brought it for you. Roho Mtakatifu alinihamasisha nikununulie nami nikakununulia. I'm going. Nami ninaondoka. This bag of vegetables are just next to your door. Akaniwekea mboga karibu na mlango wangu. And he went. Na akaponyoka. Though I cannot see, I went out. Basi mimi si mwenye kuona, niliondoka Just nje. next to that door. Karibu na mlango. There's a big bag full of vegetables. Pana mkoba umejaa mboga. I could feel some potatoes, some carrot and some tomatoes, all kinds of vegetables. Nikagusa nikasikia pana karoti, kuna nyanya, kuna kabeji, kuna kila aina ya I mboga. thanked God and I brought them inside. Nikamshukuru Mungu na nikabeba kwenda We read ndani ya in the nyumba. Bible. Na nikasoma Biblia. Philippians chapter 4 verse 19, verse 19. Wafilipi sura ni 4 fungu ni 19. And God in his infinite loving kindness, Mungu katika ukarimu wake ambao hatuwezi kuhesabu, he supplies all of our needs. ni kutekeleza mahitaji yetu yote. I didn't tell anyone I didn't have money. Mimi sikumnenea mtu ya kwamba mimi I sina didn't tell hela. anyone I didn't have vegetables. Mimi sikumnenea mtu sina I mboga. told only my Lord Jesus. Mimi nilinena na Mungu Bwana wangu Yesu He's peke good yake. shepherd. Yeye ni mchungaji mwema. He knows every small need and big need of you, my brother and my Anajua sister. kila hitaji lako ndogo na hitaji lako kubwa, ndugu pamoja na dada.
And that's why he sent it. ndiposa yeye akapata kunitumia. I want to give you assurance, my brothers and sisters, today. Ningependa kuwapatia hakikisho ndugu pamoja na dada siku ya leo. What is your need? Basi hitaji lako ni lipi? Your health need? Wewe unahitaji la Your afya, financial need? unahitaji la hela, Some need in the family? unahitaji katika familia, Need for a job? unahitaji la Maybe kazi. need for a small vehicle to travel around? Wewe unahitaji pia upate kazi mambo kidogo kidogo. Or a family to heal, or a healing because there is some kind of differences in the family members? Ama unahitaji uponya katika familia, pengine pana mtafaruku katika And familia. your need is peace in the family? Unahitaji amani katika familia yako. Or there should be peace in the institution where you work? Ama unahitaji amani pale kazini kwako. What is that need? Basi hitaji lako ni lipi? Tell Jesus. Mwambie Yesu. He's so loving Savior. Yeye ni mkombozi mwenye upendo. He will care for you, my brothers and sisters. Yeye atakujali ndugu pamoja na dada. He cared for me. Yeye ananilinda mimi. He will care for you. Pia yeye atapata kukulinda wewe. Trust in Jesus. Wewe pata kumwamini huyu Yesu. Somebody told me on the campus there, Mtu mmoja akaninong'onezea pale kwenye chuo. there were 10 to 11 families. Palikuwa na familia karibu 10 na All moja. are working for the Spicer Adventist University. Wote wanafanya kazi kwenye chuo kikuu cha Spicer. All of those families, they are suffering from coronavirus. Hizi familia 10 ziko na ugonjwa wa corona. They also didn't have salaries for many months. Na vile vile hawakupokea mshahara katika miezi On kadhaa. top of that, they have coronavirus. Na wote wako na ugonjwa wa corona. That early morning when I heard, Hiyo asubuhi niliposikia haya maneno, they told me that night, wakaniambia huo usiku, and they said, Professor Sharath, Babu, please pray for these families because they have corona and they're in desperate situation. basi wakaniambia Profesa Sharath, Babu, ombea hizi familia manake zina fedheha. Like my habit in the morning, 3 o'clock, Mazoea yangu ya kila asubuhi I woke up and I was almost crying and praying for each of those families. nikawa ni mwenye kurauka na kuomba na kulilia kwa ajili ya hizi familia. Lord, they didn't have money for several months now. Hawana hela katika miezi kadha wa kadha Lord, I sasa. don't know what they're eating. Mimi sijui wanapata lishe wapi. And they need some medicine also for this coronavirus Wanahitaji fever. pia hela kwa sababu ya ugonjwa huu wa corona. Lord, please help them. Bwana tafadhali wasaidie. Nothing is impossible to you. Hamna kitu ambacho kitakosa Lord, they're kuwezekana also kwako your wewe. children. Wewe ni Bwana wa watoto wako. I was praying. Nami nikawa ni mwenye But the kuomba. Holy Spirit was speaking to me. Lakini Roho Mtakatifu ni kuninenea mimi. You help them some money. Wewe wasaidie na hela. But I said, Jesus, I don't have any money to help. Mimi nikamwambia Yesu, sina hela za kusaidia. I myself don't have money. Hata mimi mwenyewe sina hela za kwangu. I prayed. Nami nikafanya Jesus kuomba. knew my situation. Yesu alijua hali yangu. It became morning. Basi ikawa ni wakati wa asubuhi. Just we ate little something like ugali. Basi tukala chakula kidogo ambacho tuseme ni ugali. And then I was reading Bible again at 8 o'clock in the morning. Nami nikawa ni mwenye kusoma Biblia baada ya 2 ya asubuhi. My phone was ringing. Na simu yangu ikawa ni mwenye kulia. I answered my phone. Nikajibu simu. From the other side, somebody asked, are you Professor Sharath Babu? Mwenye simu akauliza, wewe ni Profesa Sharath Babu? I said, yes, sir. Nikaitikia ndio bwana. And they said, Na kanena hivi, oh, Professor Sharath Babu. Profesa Sharath Babu. Last evening I was watching your message on the YouTube. Jana usiku nikawa mwenye kutazama ujumbe wako kwenye I YouTube. was so much blessed by your message. Nikawa ni mwenye kubarikiwa kupitia kwa ujumbe wako. The Holy Spirit impressed me. Roho Mtakatifu akawa ni mwenye kuninenea mimi. I want to send some money. Mimi ningependa nipate kukutumia hela. Can you put your bank account number on this phone me? Basi utaweka nambari yako ya hazina katika hii simu ambayo unanena pamoja na mimi. But something happened before. Lakini kuna jambo lililotukia awali. One day God spoke to me. Siku moja Mungu alininenea mimi. And said, na akaniambia hivi, my son, mwana wangu, you know about Elijah? Unamjua huyu nabii Elia? And I said in my mind, yes, Lord, I know Elijah. Nikamwambia Mungu, ndio mimi namfahamu Elia. And now Elijah's account is there in 1 Kings chapter 17. Hadithi yake Elia iko katika kitabu ni Wafalme ya kwanza 17. During the time of famine, wakati wa kukosa mvua, God told him to go to that brook, Cherith. basi Mungu akamwamuru aende pale kwenye kijito. So he was at that brook, Cherith. Basi akawa kwenye kijito kile cha Cherabu. God sent every morning and evening 2 times food by sending the food through raven. Mungu akawa
ikawa kila asubuhi na kila jioni mara mbili anatuma chakula kupitia kunguru. All of us know if you have something, Sote tuwafahamu ya kwamba ukiwa na kitu, raven will come and take it from your hand and go. kunguru atakuja kuponyoke nacho. Or if your children eating some cake or some biscuit or something like that, some cookie, Basi kama watoto wanatumia biskuti ama kuki, and the ravens will come and quickly that soup and they take it away. basi kunguru kwa haraka wanakuja na kuponyoka na hivyo Such vyakula. ravens brought food to this prophet Hawa Elijah. kunguru wakawa ni wenye kuleta chakula katika nabii Eliya, But he took that food and ate. na yeye akachukua kile chakula na He did kula, not say, na akasema I'm an Israelite. mimi ni mwana wa Israeli. And that raven is a unclean bird. Na huyu kunguru ni ndege najisi. I'll not eat whatever the raven brings. Mimi sitakula chakula cha kunguru. Lord, if you want me to eat, Bwana, kama unahitaji mimi nipate kula, send something through that pigeon or dove, the clean birds. hebu tuma kitu kitumia ndege mweupe. I'll not eat whatever you send through this raven. Mimi sitakula chakula kutoka kwa kunguru. He did not say that. Yeye hakutamka hivyo. He ate the food. Alipata kula chakula. God fed him through these ravens. Mungu alipata kumlisha kupitia kwa God kunguru. also reminded me. Na Mungu pia akapata kunikumbusha. 1 Kings chapter 18. Wafalme wa kwanza 18. God told him to go to that village called Zarephath. Basi Mungu akamwamuru Eliya aende katika kijiji cha Zerafi. There was a widow. Palikuwa na mke She mjane. was a heathen. Alikuwa ni mtu asiyemcha Mungu. Not an Israelite. Na yeye si mwana wa Israeli. God told him to go there. Mungu alimwamuru apate kwenda pale. God fed him through that heathen widow. Mungu akapata kumlisha kupitia kwa mwanamke mjane ambaye ni wa kimataifa. But he did not say, Lakini yeye si mwenye kujibu. being an Israelite, how can I eat from these Gentiles? Mimi ni Mwisraeli, nitakulaje chakula cha On Wayunani? top of that, she was a heathen. Ingawaje yeye ni mtu wa mataifa. She was a widow. Yeye ni mjane. She was a very poor lady. Yeye ni mwanamke fukara. I don't want to go there. Mimi sitaelekea pale. He didn't say. Yeye hakutamka hivyo. Whatever God said, he obeyed. Kile ambacho Mungu alitamka yeye alipata kuutii. The Holy Spirit impressed me in my mind. Roho Mtakatifu akapata kunihamasisha katika mawazo yangu. My son Sharath Babu, Akaniambia, mwana wangu Sharath Babu, whatever the help I sent through somebody, kile ambacho mtu amekutumia kupitia kwa yeyote yule, don't ask the question, these are Adventists or non-Adventists. usiulize ya kwamba huyu ni msabato ama si msabato. Whether you know them or you don't know Ama them. mimi nawafahamu ama sipati kuwafahamu. I will open their heart and send something to you. Mimi nitafungua mioyo yao na wapate kukutumia kitu. Like Elijah, you accept that help. Namna ilivyokuwa na Eliya, na wewe utauitikia huo msaada. God taught me that lesson. Mungu akanipatia hilo funzo. So now this man is asking, Sasa huyu jamaa yuauliza, I never spoke to him. I did not know him. mimi simfahamu na mimi sijapata kuongea pamoja Just na he yeye. heard my message on the YouTube, then he was impressed. Yeye amepokea ujumbe wangu kupitia kwa YouTube na amepata kufurahia. Since God taught me that lesson, Akaniambia, Bwana alinifunza hili funzo. I cannot see. Mimi sioni. So I called my daughter. Nikamwita binti I yangu. said, put my phone number on this number which I spoke 1 minute ago. Nikamwambia, hebu weka nambari yangu katika hii namba ambayo nimezungumza dakika moja And iliyopita. she put that on their WhatsApp, that my phone number. Basi akaweka katika mtandao wa WhatsApp hiyo nambari yangu. In 5 minutes, Katika dakika 5, there was my phone again made some kind of sound. basi sauti yangu ni mwenye kutoa mlio. And my daughter said, something came, daddy. Na binti yangu akasema, dadi, kuna kitu hapa. She checked the phone. Basi akawa ni mwenye kuangalia simu. That man who took my phone number, Huyu mtu ambaye alichukua nambari yangu ya he simu, transferred to my account 20,000 Indian rupees. basi ni mwenye kunitumia hela za kirupi za India 20,000. That is something like 30,000 shillings here. Tuseme ni hela za Kenya shilingi 30,000. Can you imagine? Basi unaweza I do kutafakari. not know him. Mimi What simjui. did God tell me in the morning when I was praying? Mungu alininenea nini nilipokuwa naomba wakati wa You asubuhi? help all of these families who are suffering because of coronavirus. Pana familia nyingi ambazo zinafedheka kwa sababu ya corona. I sent somebody to ATM to get the cash. Mimi nikamtuma mtu kwenye mashine apate hizo hela. He brought 20,000 in my hand. Akaleta hela 20,000 mikononi mwangu. And I sent, I divided all of that money and sent to all of these 11 families. Nikawa ni mwenye kugawa hizi hela hadi zifikie wale wote familia 11. That is not my money. Hizi si hela zangu. God sent this money through me. Mimi Mungu alize nitumie hizi hela kupitia kwangu Because mimi. God said, you help them. Wewe Mungu akaniambia ebu wasaidie. God used me just a channel. Mungu alinitumia tu kama njia. Oh, some of them even cried when I was told, when they received that money, and they phoned also and said,
Sir, we didn't have money. Na wengi wao walilia, niliambiwa walipopokea hizo hela wakasema We Bwana have hatukuwa na hela. coronavirus, we have fever, we have no medicine also. Sisi ni wenye virusi vya corona, hatuna One family said we didn't have even rice and dal also. hatukuwa na hata mchele na chakula kwa nyumba. We didn't have oil also to cook anything. Hata hatukuwa na mafuta ya kupika chochote kile. We don't know how you thought of us and sent the money. Hatujui ulitufikiri namna vipi ili I said, ukapata I don't kutumia know because pesa. only Jesus sent to you. Akasema mimi sijui, manake ni Yesu tu mwenye kuwatumia hela. This is how Jesus helped me. Hivi ndivyo Yesu alivyonisaidia. So I want to tell you, my brothers and sisters, Kwa hivyo ningependa kuwanenea ndugu pamoja na this dada. world is going through crisis. Basi ulimwengu uko katika mgogoro. You wait and see, within a short time, more troublous time is going to come upon the world. Nyakati zitazidi kuwa ngumu na ngumu katika ulimwengu. What we had during the coronavirus that is nothing really speaking. Hicho hatuwezi fananisha na kile ambacho tulipitia katika msimu wa corona. More tough time, more suffering time is going to come in the whole world. Nyakati ngumu zaidi ziko pale usoni. This is what we call 7 last plagues. Basi haya ndiyo mapigo yale ya mwisho 7. But I want to tell you, my brother and my sister, Lakini today, nawanenea ndugu na dada siku ya leo, whether you're here listening to the message ambao uko hapa unasikiza huu ujumbe, or whether you're online, ama uko hewani, God will bless you. Mungu atapata kukubariki. God will make you as a blessing to others also. Mungu atakufanya uwe mibaraka katika watu wengine tena. Be faithful to Jesus. Hebu pata kuwa mwaminifu kwa Yesu. He can care for you in the time of crisis. Yeye atakutunza nyakati za migogoro. I had another problem. Nikawa na tatizo lingine. I do in South India a TV program every week. Pale India kaskazini mimi nafanya kipindi katika runinga kila Juma. Because of coronavirus, they stopped all the trains and all the buses and all the aeroplanes. No way to travel. Basi kwa sababu ya virusi vya corona, hamna basi, hakuna gari la moshi, hakuna ndege, hakuna namna ya kusafiri. I have to travel to another city, whole night journey, so that I can record that one in their TV studio. Ili nibidi nisafiri usiku mzima ili nipate kukua na chapisho katika runinga kwa sababu ya kuenda kwenye studio. There's no way to go. Hamna njia ya kufika pale. Each episode, 30-minute episode is costing something like 16,000 shillings one program. Basi vipindi vyangu vya dakika 30 vinagharimu tuseme 16,000 hela za Kenya. All of my recorded programs are over. Basi hizo vipindi vyangu vyote vya kunakiliwa vimetamatika. The TV station people, they want money. Watu wa runinga wanahitaji ni They said, walipe. sir, can we repeat your old sermons? Wakasema hebu turejelee mahubiri yako. I said, no. Nikasema la Because for hasha. each program you are charging 16,000 shillings. Maana inanigharimu 16,000 kila ratiba. Then they said, okay, then send the new program. Basi wakasema hebu tutumie program nyingine. There is no transportation, how to go there? Hamna namna ya kufika pale. I was praying. Nikawa ni mwenye kuomba. There is no solution now. Hamna suluhisho sasa hivi. We thought we have to stop the TV program for some time till the corona is over. Basi tukasema tutamatishe vipindi vile vya runinga kwa muda ili corona ipate kuisha. But that night during the prayer that 3 o'clock in the morning, again the Holy Spirit impressed. Lakini saa 9 hiyo ya asubuhi nikiwa katika maombi, Roho Mtakatifu tena This is kaninenea. the time you need that TV message more because people are at home. They cannot go. They will listen. They will watch the program. You have to continue. Roho akaninenea kwamba huu ndio wakati ambapo watu hawaondoki kwenye manyumba, wanahitaji huo ujumbe wa runinga zaidi ya siku za awali. I said, Lord, what can I do now? Basi nikamuuliza Bwana nifanye nini? And one of my friends suggested, Basi rafiki yangu moja akanipa ushauri. why not you record at home? Basi mbona usinakili hiki kipindi pale And nyumbani? send that recorded video to the TV station. Na upate kutuma ile ambayo umerekodi kwenye runinga pale kwenye stesheni. But I did not have a video camera. Na mimi sina kamera ya kurekodi. I was praying, Basi nikawa ni mwenye Lord, kuomba. give me one. Bwana nipatie mmoja. Then I inquired. Basi nikawa Because this nikuuliza. corona time, there is no shop also. Wakati wa corona hamna duka I kufunguliwa. found somebody who is far away, a friend. Pana rafiki ambaye ni wa mbali. He said, yes, you can get one camera online. Basi akaniambia tutatumia kamera moja tukiwa hewani. I said, how much just ordinary video camera can cost? Basi nikamuuliza kamera hii ya kawaida tu itagharimu hela He ngapi? said something like it's going to cost something like 175,000 shillings if it is in Kenyan money. Akaniambia ikiwa ni hela za Kenya itakuwa 1,175. I did not have even 1,000 shillings in my hand. Mimi sina hata 1,000 kwenye mkono wangu. I did not have any money. Mimi sina hela. Lord, how can I have
175,000 shillings like a money. Nitoe wapi hela 1,175. So it is in Indian money 1,015,000 Indian rupees. 115,000. Katika hela za rupii za India ni 1,105. But somebody, another friend called me. Lakini rafiki mmoja akanipigia simu. Did you get one video camera? Basi ulipata hiyo kamera ambayo ulikuwa unahitaji? I said, I don't have money to buy even my rice and some oil. Mimi sina hela hata za kununua mchele wala mafuta. How can I afford to buy a video camera? Nitatoa wapi hela za kununua kamera? And he said, see, there is a nice one online. I checked. There is a nice latest one available. Basi akaniambia pana kamera ya kisasa ambayo sasa yapatikana. I said, how much does it cost? Nikauliza inagharimu hela ngapi? He told me this one only. Akaniambia hivi. Something like almost 200,000 shillings like. Akaniambia ni 1,200. But I said, I don't have money. Nikasema mimi sina hela za kwangu. But I was still praying. Lakini bado ninafanya But kuomba. the next day. Na siku iliyofuata. And that friend called back. Huyu rafiki akanipigia simu tena. And said, do you have somebody who has a bike and you a friend whom you know? Basi una rafiki mwenye pikipiki ambayo wewe unamfahamu? And I said, yes, I know one friend. Nikaitikia ndio nina rafiki. And he said, you take that police permission on the road. Basi akaniambia hebu pata kibali kwenye barabara Send him to kupitia kwa askari. so and so showroom. Basi umtume mtu hapa katika hii They sehemu. don't allow everybody in the shop. Hawaruhusu watu katika hili le duka. Only one by one they're allowing. Ni mnunuzi mmoja tu ambaye Go anaruhusiwa. there to get that brand new video camera. Nenda pale upate kamera yako mpya ya video. I said, I don't have money. I told my friend. Nikamwambia rafiki yangu, mimi ninakwambia sina hela za kwangu. He laughed and said on the phone, Akawa ni mwenye kucheka kwenye simu na kusema, Jesus already provided for you. tayari Yesu amekupa. And we prayed about this one. Na tuliombea hili jambo. They're not rich people. Sio watu bwenyenye. Just ordinary people. Ni watu tu wa kawaida. Jesus is coming soon. Yesu yuaja hivi karibuni. What will I do with my money? Mimi nitafanya nini na hela zangu? So I and my wife prayed. Kwa hivyo mimi na mke tulifanya kuomba. We paid already online. Basi tukalipia katika mtandao. You tell this number. They gave some serial number. Basi wakampatia namba fulani ambayo imechapishwa. What you call OTP these days? Basi wakasema hiyo nambari ambayo imechapishwa ya kujulikana. And they'll give you the camera. Na watakupatia kamera. And my friend went. Na rafiki yangu They akaelekea gave a pale. brand new camera. Wakampatia kamera ambayo ni I mpya. couldn't believe myself. Mimi singepata There were kuamini. tears in my eyes. Pana machozi kwenye macho. Lord, how great you are, Jesus. Jamani Yesu, wewe ni mkuu wa ajabu. I didn't have any money. Mimi sina hela za kwangu. You gave me the brand new, expensive, the latest one. Umenipatia kamera mpya ambayo ni ya gharama zaidi. I'm still using that. Na bado mimi natumia hiyo From kamera. that day till today, I did not go to TV studio. Tangia hiyo siku hadi wa leo mimi sijafika kwenye studio. I changed half of my room into the temporary studio. Basi nikabadilisha chumba changu nusu kikawa ni studio ya kisasa. I'm doing all the recordings there. Na mimi nafanya rekodi zangu pale. I had another problem. Nikawa na shida nyingine. After recording this one, Baada ya kuchapisha hayo, we have to do some editing. lazima tuweze ni wenye kunukuu tena. But I had an old desktop computer. Na mimi kompyuta yangu tayari imezeeka ni kukuu. But that is not fitting for this latest video camera. Na iambatanishi pamoja na kamera hii ya kisasa. The young people who know a little bit of computer, they said, you need a latest computer also. Vijana ambao wanaelewa mambo ya kompyuta wakasema unahitaji kompyuta ya kisasa tena. Again I was praying. Nami tena nikawa ni mwenye kuomba. Lord, if you want me to continue your messages during this corona time, Bwana, kama unahitaji niendelee na ujumbe katika msimu huu wa corona, you give me one latest desktop computer hebu also. fanya kunipatia kompyuta ya kisasa tena. Again, I did not tell my problem to anyone. Na mimi sikumnong'onezea yeyote shida yangu. I told Jesus. Mimi nilinena pamoja na Yesu. And one family said, Na vile familia moja ilisema, during this corona time, huu msimu wa corona, do you need anything for your ministry? unahitaji chochote kile kwa ajili ya huduma I yako? said, yes, I need something. Nikaitikia kwamba mimi But that nahitaji is very expensive. ambacho ni kitu cha gharama. I don't know about the computers. Mimi sijielewi mambo ya kompyuta. Because they studied software computer. Maana wao wamesoma mambo ya tarakilishi na vitu vingine. And I said, this is my need. I need a latest desktop computer. Nikasema hili ndio hitaji
hitaji langu, mimi nahitaji tarakishi ya kisasa. And surely, Na hakika the family said next day, familia ilisema siku they told iliyofuata, me on the phone, wakapata kunipigia simu, we have already ordered that latest desktop computer for you. tayari tumefanya kuazimu kompyuta yako ya kisasa. It will come to your doorstep through courier service. Itafika mlangoni mwako kupitia huduma za kuria In 3 or 4 days. katika siku 3 ama siku 4. Sure, in 3 days it came. Hakika siku 3 baadaye And we ikafika received that one. na tukapokea. My friend did not tell me how much it costed. Hawakuniambia iligharimu hela ngapi, But there was a bill inside. lakini palikuwa na karatasi pale, The bill said, na karatasi hili nena something hivi, like in Kenyan money, it is like 165,000 shillings. shilingi za Kenya 1165. That is in Indian rupees, something like more than 100,000 Indian rupees. Hela za India zitakuwa zaidi ya 1,100. Can you imagine? Jamani, waweza We are kutafakari? having challenge to buy rice and oil and some vegetables and potato. Tuko na changamoto ya kununua mchele na mafuta na viazi na vitu vingine. God provided the latest video camera, Mungu akatupatia kamera ya kisasa almost like 200,000 shillings. ambayo inagharimu 200,000, A desktop, latest desktop, ambayo ni kompyuta ya kisasa and over 165,000 ambayo ni shillings. 1165. But one student who had a laptop, he was helping me. Na mwanafunzi mmoja mwenye tarakilishi mwenye kunisaidia, And because of coronavirus, he went home with his laptop. na kwa sababu ya corona alienda nyumbani na akitumia hiyo I tarakilishi. didn't have one. Mimi sikuwa nayo. If I want to go around anywhere for some meetings after the coronavirus, Na unajua baada ya corona lazima niende katika mkutano hapa na pale. I was praying, Lord, Mimi nikawa ni mwenye kumwomba Mungu, you give me something. hebu nipatie kitu. Again, another young man. Basi kijana He mwingine said, are you Dr. Sharath Babu? akaniuliza, wewe ni Profesa Sharath Babu? Yes, sir. Nikaitikia. Sir, I'm very much blessed with your message. Akasema, mimi ni mwenye kubarikiwa na I ujumbe watched wako. it on the YouTube. Mimi nimepata kukutazama kwenye YouTube. He said, sir, I'm impressed to do something for your ministry. Basi akasema, Bwana, mimi nimeguswa nifanye kukufanyia jambo katika huduma. I said, young man, what do you want to do for me? Nikamuuliza, kijana, utanitendea nini? He said, sir, I want to buy a brand new car for you. Mimi nitakununulia gari mpya kabisa That will cost something like 2 million shillings. ambayo itagharimu 2,000,000. And I said, the young man, I don't need car now Nikamwambia kijana, mimi sihitaji gari, because I'm not going anywhere in the car. maana mimi sitaelekea popote kukutumia gari. Then what else do you need for your ministry? Basi akaniuliza, uhitaji nini kwa ajili ya huduma yako? I said, I need only laptop. Nikasema, mimi nahitaji tu tarakilishi ya mkono. And he sent new one, Na akanitumia mpya the latest one. ambayo ni ya kisasa. I want to tell you, my brothers and sisters, Ningependa kuwanenea ndugu pamoja na dada, every small need, kila hitaji ambalo ni dogo, every big need, kila hitaji ambalo ni if it kubwa, is for the glory of ni God, kwa ajili ya utukufu wa Mungu, He will send you from unknown people. atakutumia kupitia kwa watu usiowajua. Another day, another young man phoned. Na kijana akapanipigia That simu. was last year, Huu mwaka during the uliopita, corona time. wakati wa corona. No, all the churches are locked up. Kanisa zote zimefungwa. Like you also, they are watching only at home online. Sawa na nyinyi, wao ni kutazama tu pale Young hewani. man had a very curious question. Basi watu wenye na maswali ya He said, kuuliza. Professor Sharath Baba, I am watching your messages online. Akaniambia, mchungaji Babu, mimi natazama jumbe zako kwenye hewa. Why are you wearing the same coat and same suit all the time, most of the time in your messages? Mbona unavalia suti ile kila wakati ambapo unafanya I laughed mahubiri? and said, young man, Mimi nikawa ni mwenye kucheka, you nikasema, don't have salary for many months. wewe umekuwa hujanijua katika But miezi God mingi. in His infinite grace and loving kindness is at least providing us some food to eat. Basi kwa neema yake Mungu ambaye ikamiliki anatupatia chakula za kula. Then how can I get some new suit? Na mimi nitatoa wapi suti mpya nivae? And he said, Professor, Akaniambia, Profesa, and I'm ordering for you. mimi ninakuazimia wewe. That's not really need for me. Basi unajua hii sio hitaji kubwa kwangu. But Jesus saw that need. Basi ni Yesu aliye kufanya kuona hiyo hitaji. He sent 4 brand new suits for me, coat and suit. Akanitumia suti mpya 4 mpya kabisa. Later I came to know Mwisho nikapata kujua that was costing something like about
nearly 35,000 shillings, 4 of them. Kila suti iligharimu 35,000. Why I'm saying all of this? Mbona niwaambie haya mambo? Jesus will care for you in the time of crisis. Yesu atakujali hata nyakati za migogoro. Lastly, Mwisho, I have a friend. nina rafiki. He had some hurt on the leg. Basi alikuwa na kuumia katika shingo. He was admitted in the hospital. Akafanyiwa kuwekwa katika pale hospitali. He had a surgery. Alipasuliwa. They were not allowing anybody to go out of the campus because of corona strict rules. Hawakuruhusu watu kwa sababu ya sheria ngumu waondoke katika chuo I kikuu. only spoke to him and prayed him on the phone. Mimi nikawa ni mwenye kunena pamoja na yeye na kumwombea kupitia kwa simu. He was our close friend. Alikuwa ni rafiki wa karibu. Helps me in so many things. Ni mwenye kunisaidia katika mambo mengi. After 1 week he came home after the surgery. Baada ya upasuaji juma moja akarudi nyumbani. He's just only 100 meters, that's all from my house. Only 100 meters, very close. Ni rafiki wa karibu manake ni mita 100 kutoka kwangu. And I took somebody and went there. Basi tukaandamana na fulani tukaelekea pale. And I prayed with my friend. Na nikaomba pamoja na rafiki yangu. Spoke to him. Nikanena pamoja na yeye. Sat there for at least half an hour. Tukaketi pale katika dakika 30. Then went home. Na tukarudi nyumbani. Again next day I went. Na siku iliyofuata tena nikaenda pale. And gave him little Bible study. Na nikampatia funzo kutoka kwa Prayed with Biblia. him. Tukaomba pamoja na yeye. Sat with him. Tukatulia pamoja na yeye. And his wife said, Na mke wake akaninenea. Prof said, please pray for me. I'm having some body ache. Profesa tafadhali nami niombe manake nina muwasho I pia. said, sister, why not you contact some doctor? Basi nikamuuliza dada, mbona usitafute daktari? And because days are not good. Maana hizi sio siku nzuri. She said, I went to the medical doctor. Nikasema mimi nilipata He daktari. gave some antibiotic medicine. Na nilipatia dawa za He said, kupigana na virusi. don't worry. Na akaniambia usiwe mwenye I kuhofu. prayed for her also. Nami nikamuombea. Third day I went again. Nami tukaketi pamoja. Again I prayed for her husband and wife also. Na tena nikamuombea mke pamoja na mke siku iliyofuata na On the mume. 4th day, Na siku ya 4 I got the news. nikapata habari. This my friend with whom I visited 3 days, Huyu rafiki yangu ambaye nimemtembelea siku 3, sat close to him, next to him. nimeketi pamoja na yeye siku I touched 3. his hand also. Nimepata kugusa mikono yake tena. And he was having fever. Na alikuwa ni mwenye joto kali. And that doctor on the phone said, you have to go for a coronavirus test. Na daktari kwenye simu akasema utaenda upate kuchunguzwa katika virusi vya corona. And those days they were just coming home to take the coronavirus test. Na walikuwa wanakuja nyumbani kwa ajili ya kupimwa corona. But you have to pay something like 2,500 shillings for testing. Inalipa shilingi 2,400 kwa ajili ya kupimwa. And so they came and took the test. Basi wakaja wakapima. By evening they sent the result. Na jioni wakatoa majibu. They said my friend had coronavirus. Wakasema rafiki yangu ni mwenye kuwa na virusi vya corona. And the doctor said, not only you, your family also should test. Na si wewe tu lakini familia yako pia ipate kupimwa. The next day they tested his wife. Siku iliyofuata mke akapimwa. His daughter also. Na wakapima binti. All of them got coronavirus positive. Wote walikuwa na virusi vya corona. I had so much fear as a human being. Nikawa ni mwenye kuhofu kama binadamu. And all the good people like you. Na watu wote wazuri kama ninyi. They said you better go for a testing also. Wakasema nawe lazima uende upimwe Because virusi you vya went there, corona. you sat with them 3 days. Maana wewe ulifika kwao katika siku 3 Possibly ukatulia you will also pamoja get nao. like coronavirus. Wende kawa pia umeambukizwa virusi vya corona. We didn't have much money. Hatukuwa na hela za But this is kutosha. we have to do it. Lakini tulisisitizwa So I lazima called those tufanye. people also. Nami nikaita wale watu. So they came home to take the test. Wakaja kunipima virusi. We have to pay that 2,500 shillings like. Lazima pia tulipe 2,400. By evening they sent the result. Jioni wakaleta majibu. And they said, Wakasema, you don't have coronavirus in your body. wewe hauna virusi vya corona kwenye mwili wako. Praise God. Bwana asifiwe. The next day, Siku iliyofuata my daughter said, daktari akasema, Daddy, I'm having headache. binti yangu akasema naumwa kichwa. Myself and my daughter only in the house. Mimi na binti yangu pekee kwenye nyumba. By evening she said, Daddy, I have some fever. Basi jioni anasema ni mimi mwenye joto I kali. said, you are young. How you will get that corona? It's not corona. Mimi nikamwambia wewe ni mchanga bado hautapata I corona. touched her hand and I saw. Nikagusa mkono wake I nikaona. felt her body is warm. Nikawa nikumgusa nikasikia mwili una I have joto. some fever medicine. Nami pia niko na dawa la I joto. gave that medicine. She took it. Nikampatia dawa kanywa. Next morning she said,
that fever increased even more. Basi siku iliyofuata joto likawa ni kali zaidi. We have no other way. We contacted the doctor on the phone. Hatukuwa na namna bali kumpigia daktari They said simu. you have to call those people who are testing. They'll come home and do the testing for coronavirus. Wakasema hamna namna ila kuita wale watu waje wampime If virusi it is vya corona. coronavirus, we'll give some medicine for coronavirus. Basi kama ni corona tutampa dawa. If it is not something, we'll give some medicine for some other fever. Basi kama ni jambo lingine tutampatia dawa lingine. So they tested my daughter. Basi wakampima binti yangu. By evening, the test result came. Jioni majibu yakaja. They said, your daughter has coronavirus positive now. Basi wakasema binti yako ana virusi vya corona. See the problem now? Mnajua sasa shida. That my friend whose whole family is having coronavirus. Familia ya rafiki yangu wote Because my wana daughter virusi also corona. is a friend to their daughter. Binti yangu na rafiki yake wana She went virusi. there also. Na pia yeye alienda pale. She got coronavirus from them. Ana virusi vya But those corona. are all kind-hearted people. Hawa ni watu They said, wadhalimu. all of us have corona here. Wakasema sote tuko na Send your corona daughter hapa. also, she will live with us. Basi tuma binti When yako apate corona is kuishi na over, she'll sisi. come back. Corona ikikisha atarudi kwako. Because that is risky for you to have the same corona patient in your house. Wakasema ni hali hatari uishi na mtu mwenye So corona my kwa daughter nyumba. went to stay with them. Kwa hivyo binti yangu akaondoka akaenda I have kuishi na nobody wao. to cook food and do anything for me. Mimi sina mtu wa kunipikia ama kunifanyia chochote pale There is nyumbani. one young man. Basi pana kijana He mmoja. was an accountant there. Ni mtu ambaye amesomea mambo A ya very, uhesabu. very helpful, good young man. Ni kijana mwenye msaada kabisa. And he came to know about this situation. Basi akapata kujua habari za He said, kwangu. sir, I will come and stay with you. Akasema bwana mimi nitakuja nipate I'll cook kuishi for na you. wewe, nitakupikia I'll chakula. take you for a walk and all. Mimi I nitakutembea said, na young man, kukufanyia. don't risk your life. Nikasema unahatarisha This is maisha. corona time. Huu ni msimu wa corona. I'm old, so if I get corona also, no problem. Akasema mimi hata nikipata corona mimi ni mzee hamna But shida. this young man said, sir, only 1 month ago I got corona, I got healed also. Na akasema mwezi uliopita nilipata corona na nikapata kupona. Once I get corona, second time you will not get heat all. Ukipata corona na mara ya pili So hautapona. he came and stayed in my house. Na akafanya kuishi kwangu. Cooked for me. Na akanipikia. Taking me for a walk in the morning and evening. Ananitembeza asubuhi pamoja na jioni. The 3 days over. Baada ya siku 3. 4th day he said, Siku ya 4 akanena sir, hivi. I'm having some headache, sir, today. Basi akasema bwana mimi pia na maumivu kwenye I kichwa. said, young man, you better go for testing. Nikamwambia kijana nenda ufanye He kupimwa. laughed and said, no, sir, this is not corona. Akasema la bwana hii si corona. By evening he had the fever. Na akawa ni mwenye joto pia. And we have no other way. Basi hatuna namna. Next morning we called for the testing. Basi asubuhi tukaita basi We watu have to pay kupima. that much money. Tukalipa zile hela. And when they tested, Walipompima. by evening the result came. Basi jioni majibu yakaja. They said, this young man has corona positive in his body. Wakasema huyu kijana ni mwenye virusi vya corona. Now all the good people like you, Unajua watu wazuri kama ninyi. your daughter got the coronavirus in the house. Binti yako apata virusi vya corona This young nyumbani man also kwako. got coronavirus in your house. Huyu kijana amepata virusi vya corona akiwa And we saw kwako. you yesterday, he was holding your hand and taking you for a walk. Na yeye ni mwenye kukushika mkono na kukutembeza. 100% you will also have corona now. Na uende kawa pia wewe sasa ni mwenye virusi vya You corona. go for testing again. Na wewe lazima upate kupimwa. After my friend got corona, you tested. Baada ya rafiki kupata After corona alipimwa. my daughter got positive, corona positive, I got again tested second time. Na baada ya binti yangu kupata corona pia nilipimwa. This is third time I have to go for testing. Maana ni mara ya 3 nipimwe virusi vya Just only corona. in the matter of few days. Siku chache tu na napimwa. Again we paid the money. Na tena tukalipa zile hela. Again they came and tested. Na pia wakaja wakatupima, wakanipima. Again they said, Na tena wakasema hivi. you don't have coronavirus in your body. Wewe hauna virusi vya corona kwenye mwili wako. Praise be to God. Bwana asifiwe. Third time. Mara ni ya 3. Where is that immunity in my body after 62 years of age? Hiyo kinga inapatikana wapi katika mwili na mimi ni mwenye miaka 62. All of that strength and all of that immunity is our Lord Jesus. Hizo nguvu na hiyo kinga ni Bwana wetu Yesu. Though my daughter got coronavirus, Ingawaje binti yangu ni mwenye virusi vya corona. she need not to go to any hospital. Yeye hakuelekea katika hospitali. She did not become any serious. Yeye hakuchukua hata ikukuwa ni mambo ya God was so gracious to me. Mungu ni mwenye neema kwangu mimi. He spared my life corona from last year
3 times. Amenisaidia katika maisha yangu tangu mwaka uliopita mara 3. Corona came almost close to me and shaking hand with my hand like. Basi corona ikawa ni mwenye kunisalimu kabisa. But Jesus protected me. Lakini Yesu ni mwenye kunikinga mimi. I want to tell you, my brothers and sisters. Ningependa niwaambie ndugu pamoja na dada. When you trust in Jesus. Unapomwamini Yesu. We are told lastly, Exodus chapter 15. Tunaambiwa mwisho katika Kutoka 15. Verse 26. Fungu ni 26. Exodus 15 verse 26. Kutoka 15:26. We are told. Tunaambiwa. If you listen to God's word carefully. Ikiwa utaitikia neno la Mungu kwa makini. If you keep his commandments. Ikiwa utahifadhi amri zake. How many commandments? Amri ni ngapi? 10 commandments. Amri 10. That's why we are here on this day to worship. Ndiposa tuko hapa siku ya leo kwa ajili ya But God ibada. says, if you keep my 10 commandments, Mungu anasema ya kwamba tupate kuhifadhi amri zake 10. I will not allow this sickness to come to you. Mimi sitaruhusu haya magonjwa kupate wewe. Because we are in this sinful world. Maana sisi tuko katika ulimwengu wenye dhambi. Satan can bring sickness. Ibilisi analeta magonjwa. Satan brought sickness to Job. Ibilisi alileta magonjwa kwake Ayubu. Satan can bring sickness to any one of us. Ibilisi analeta magonjwa kwa But see yoyote the promise yule. of Jesus. Lakini tazama ahadi zake And Mungu. read in Exodus 15 verse 26 again. Na usome Kutoka 15:26 tena. If any sickness comes to you also. Kama magonjwa yatakupata wewe. God says, if you keep my commandments faithfully. Yesu anasema ya kwamba utahifadhi amri zangu kwa uaminifu. I am the Lord that heal you. Mimi ni Bwana mwenye kukuponya wewe. Jesus will heal us. Yesu atatuponya sisi. That's why I want to tell you, my brothers and sisters. Ndiposa nawanenea ndugu pamoja na dada. Christ can care for you in the time of crisis. Yesu atakulinda hata nyakati za shida. Jesus is caring for me. Yesu alinilinda mimi. Jesus will care for you and your family. Yesu atakulinda wewe pamoja na familia That's why yako. Jesus is coming so soon. Yesu yuaje hivi karibuni. We are living in the ending of the end Tunaishi time. katika nyakati za mwisho na mwisho. Give your life to Jesus. Hebu patia Yesu maisha yako. If you are not yet baptized, Basi kama wewe hujapokea ubatizo, make a decision today. hebu fanya uamuzi siku ya leo. Next Sabbath you can be baptized. Ili sabato ifuatayo upate ubatizo. Don't delay. Usipate We kusitasita. are living in the dangerous time. Tunaishi katika nyakati za hatari. Today is ours, tomorrow is not ours. Siku ni leo, la basi kesho sio yetu. That's why I want to tell you, my brothers and sisters. Ndiposa nawanenea ndugu pamoja na dada. Do you believe in Jesus? Unamwamini Yesu. If you're already baptized person, Basi kama wewe tayari ni mtu ambaye amebatizwa, make Jesus as your real savior in your life. hebu fanya Yesu awe mkombozi wako kamili katika For your maisha. spiritual needs as well as physical needs. Katika mahitaji yako ya kiroho na hata mahitaji ya Whatever the kimwili. needs you have, Kile ambacho wewe unahitaji, depend on Jesus by faith. hebu mpatie Yesu kupitia kwa imani. Follow the 10 commandments. Hebu tii amri zote 10. Follow the light of the Bible. Hebu fuata nuru iliyo ndani ya Biblia. Oh, if we do that, Basi tukifanya hayo those yote, who trust in Jesus, wale ambao wanamwamini Yesu, He'll make you the head, not the tail. atakufanya uwe kichwa bali si mkia. That's what Jesus is doing to me. Yesu ananifanyia hayo. Jesus will do that to you. Yesu atakufanyia vile vile wewe hayo. Oh, when Jesus comes the second time, Yesu atakaporudi mara ya pili, I'm waiting for the day. jamani, wasubiria hiyo siku, The trumpet will blow. wakati ambapo vinubi vitapigwa. All those who are dead, Wale wote they waliokufa will resurrect with immortal body. watafufuka na miili I yao. want to tell you, my brothers and Hebu sisters, niwaambie ndugu pamoja na dada, so many people on the campus of Spicer Adventist University also got coronavirus. wengi katika chuo kikuu cha Spicer walipata virusi vya korona. But I want to tell you today, Lakini nawahakikishia siku ya leo, not even one person died of coronavirus. hamna hata mmoja aliyekufa kwa ajili ya virusi vya Praise be korona. to God. Bwana asifiwe. In spite of our weaknesses, Haijalishi ulegevu wetu, in spite of many weaknesses in our organization, haijalishi ulegevu katika chuo chetu, in spite of many politics in the church, haijalishi siasa kwenye kanisa. Seventh-day Adventist Church is God's church. Kanisa la Sabato ni kanisa la Mungu. Whatever the weaknesses are in the people like you and me. Haijalishi ulegevu ulio ndani yako pamoja na mimi. Nothing wrong with the organization. Hamna tatizo katika mpangilio This is huu. God's church. Hili ni kanisa la Mungu. Believe me. Hebu niamini. You are in the right church. Uko katika kanisa sawa. Change your life. Badilisha maisha yako. That's why Ndiposa many people, those suffered coronavirus, watu wengi ingawaje walipata ugonjwa wa korona, God saved their lives Mungu alipata kuhifadhi so maisha that
yao. God saved you. Mungu alikuhifadhi wewe. God kept you alive. Mungu alikufanya ukapata kuwa hai. What for? Mbona? You have to live for His glory in this ending of the time. Inakubidi uishi katika utukufu wake nyakati hizi za You have to mwisho. bring glory to God. Upate kumpatia Mungu utukufu. You will be a witness unto Jesus. Upate kuwa shahidi wake Yesu. That's why God gave you a second chance and you are alive today here. Ndiposa Mungu amekupatia fursa ya pili, ndiposa uko hai siku ya leo. That's why God kept me alive from this corona Mungu also. amenihifadhi na uhai pia wakati huu. Oh, Jesus is calling you. Oh, Yesu anakuita. Oh, when Jesus comes the second time, Yesu atakaporudi tena mara ya when the pili, trumpet blows, vinubi all vitakapochezwa, of us who are alive sote tulio hai will be changed in the twinkling of an eye. tutabadilika tu katika kufunga na Those who kufungua. are dead like my wife, Waliokufa sawa na mke wangu, those who are buried and became mud also, ambao wamewekwa pale kwenye kaburi, they'll resurrect with immortal life. watafufuka wakiwa na miili yao. Oh, the angels will come. Malaika watashuka, Whether you're in Kisii or whether you're in California, uwe Kisii ama mji wa California, whether you're in Kenya or Canada, ama uwe mji wa taifa la Kenya ama Canada, angels will come and carry you. malaika watakuja na wapate Oh, kukunyanyua. as soon as I go, Tote tutakapoenda, that day I will have my eyes totally. hiyo siku mimi nitakuwa ni mwenye macho I tena. will have that immortal body and immortal eyes. Nitakuwa na macho ambayo yanaona milele na mwili Oh, I could usiokufa. not see anything in this world for the last 53 years. Miaka 53 katika ulimwengu mimi sijaona Because I chochote. became blind at the age of 10. Maana mimi nilipofuka nikiwa na miaka 10. Oh, that day. Hiyo siku. Oh, when Jesus gives me that eyesight and immortal body. Yesu atakaponipatia macho na mwili ambao Oh, first thing I usiokufa. will see the face of Jesus. Kitu cha kwanza nitakachoona ni uso wake After Yesu. seeing the face of Jesus, Baada ya kuona uso wake Yesu, I'll ask Jesus, nitamuuliza Yesu, Lord Jesus, show me where is my wife here. Bwana Yesu, nionyeshe mke wangu. Because being blind, I did not see how my wife and her face is also. Unajua mimi nimepofuka na sijapata kumwona mke Lord, wangu. show my wife, where is she here? Jamani Mungu, nionyeshe mke wangu wako Oh, wapi. I'll have the privilege to see my wife there. Nitakuwa na fursa ya kipekee kumwona mke Oh, wangu. then I will say, Na basi tena nitasema, God, show me all of my brothers and sisters in Hebu the nione- KCC church. nionyeshe ndugu na dada zangu wote I katika want to kanisa la see each one of you, KCC. my brothers. Natamani niwaone kila All mmoja the wangu. elders and deacons, all of you, I want to see that day. Wazee wa kanisa, shemazi wa kike na wa kiume, natamani Do you want niwaone. to be in heaven? Jamani, unataraji kuwa mbinguni? Take Jesus as your personal savior. Mchukue Yesu kama mkombozi wako. He is our shepherd. Yesu ni He will mchungaji. care for you in the time of crisis. Atakulinda hata nyakati za migogoro. If that is your decision today, Kama huo ndio uamuzi wako siku ya leo, join with me. hebu uungana pamoja I na want to mimi. pray a special prayer. Ningependa nifanye ombi la This is kipekee. not closing prayer. Basi hili silo ombi la kufunga. Loving Jesus, we want to thank you. Bwana Yesu mwenye upendo, tunakushukuru. There are people who want to make decision today to take baptism next Sabbath. Kuna watu ambao wangependa ufanye uamuzi wa kupokea Bless those people ubatizo. who are making a decision tonight at this time. Wabariki wenye kufanya uamuzi sasa hivi. Bless each person who are already baptized. Bariki kila aliyepokea Lord, we ubatizo. want to make a decision to make you as our shepherd, Bwana, tunafanya uamuzi wa kukufanya kuwa mchungaji wetu, so that you can care for us even in the time of crisis. ili upate kutulinda hata nyakati za Bless migogoro. each member of this KCC church. Bariki kila mmoja mshirika katika kanisa la Bless KCC. each member who is watching online. Bariki kila mshirika ambaye anatazama Bless hewani. all of your faithful people around the world. Bariki watu wote waaminifu katika ulimwengu. Help us to be loyal and faithful to you, to bring glory and honor to you, witness for you in this ending of the end time. Tusaidie tupate kuwa waaminifu na tukupatie heshima na tupate kuwa mashahidi katika nyakati hizi za mwisho. So Lord, you gave each one of us this privilege to live for you in these last days. Ulitupatia fursa kila mmoja wetu tupate kuishi kwa ajili yako wewe siku hizi za Help mwisho. us to bring glory and honor to you. Tusaidie tukupatie heshima na Bless utukufu all the Bwana. children who are gathered here. Tubariki watoto wetu Bless walio all the hapa. young people who are here. Bariki vijana walio Bless all hapa. the adults who are here. Bariki watu wazima walio Bless all hapa. the elderly people who are Bariki here. wakongwe walio hapa. Send us with your blessing Tujaze na mibaraka yako. and create that interest in them so that they can come back every evening to listen to your Na message. utufanye tu mwenye mguso ili tupate kurudi jioni kwa ajili ya mafunzo. Use me as your earthen pot, mud pot in your hand. Nitumie sawa na chombo chako teule katika mikono yako. Send us with your blessing today. Hebu tutume na mibaraka yako siku ya leo. I pray in Jesus' loving name. Nimeomba katika jina la Yesu lenye upendo. Amen. Amen. My brothers and sisters, before I sit, Ndugu na dada, kabla sijatulia, after our quick lunch, baada ya chamcha we will come back again. tutarejea tena. I want to talk about a Bible study. Ningependa tuwe na mafunzo yenye Biblia. What is that blessing you receive by keeping the Sabbath?
Ni mibaraka ipi unapata kwa kuhifadhi Sabato? Because we are living in the business world. Maana tunaishi katika nyakati za biashara. If I do something, Basi nikifanya jambo, what will I get in return? nitapata nini kama rudishe? What benefit I will receive? Faida yangu itakuwa ni nini? By keeping the Sabbath, what benefit do you receive? Unapotunza Sabato, faida ni nini? I'll talk about that one from the Bible. Mimi nitanena hayo nikitumia Biblia. Have quick lunch and come back Basi again. utapata chamcha kwa haraka na upate kurudi. I'll hand over the time to pastor and the elders to do the conclusion. Ninapatia wachungaji pamoja na wazee wa kanisa muda huu. God bless you. Na Mungu apate Uphold me in your kuwabariki. prayer. Na muniinue katika maombi. Invite somebody to come for this meeting every evening. Waalike watu waje katika mikutano hii kila jioni. Pastor and elders will give you the details. Na mchungaji atawapatia mambo If it is mengine. possible, come every lunch break time in the church so that we can study prophecies. Basi ikiwezekana mje kila wakati chamcha saa 7 ili tujifunze unabii. Bring somebody. Ebu mlete mtu. God will bless you. Na Mungu atawabariki. Thank you. Asante. Pastor, time is yours. Ndio. Asante. Baada ya mahubiri haya, wangapi wanasema wamebarikiwa pamoja nami? Tuweke mkono juu. May God bless his servant. He shall be with us again at 3:00. Kwa hivyo tutaenda kwa mankuli ya mchana saa 9 kamili. Tutakuwa na Pastor Sharath Babu akiendelea na mafunzo ya Biblia. Vile tuliwaambia ni kwamba his visit to Kisii Central Church coincides with his birthday, and we would like to pray for his health and his ministry. So I call upon Pastor Ogoi and Elder David Kombo, whom I notified, tumweke huyu mtumishi wa Mungu mikononi mwa Mwenyezi Mungu, ampatie afya njema, pia amtumie kama chombo katika plan ya salvation. Elder Kombo na Pastor Ogoi will pray for Pastor Sharath Babu for good health and also for his ministry. Thereafter, if those who would want to take a photo with him, we'll do that, but we shall give you the order in which we'll take the photos. Thank you, Pastor Ogoi and Elder David Kombo. We have enjoyed the sermon from the servant of God, Professor Sharath Babu, and the message was too touching, especially when he was touching his own life. Now, because he's turning to 63 years, and it is God who has led him through this far, I was touched to read a verse concerning his turn of life and the other years to come before Jesus comes. Hallelujah. Now I'll ask Professor to read us the book of Isaiah 43, 3-4. It is a very special verse to our preacher, more especially concerning God's promises to the aged, and even you and me. Can you read now? Isaiah 46 verse 3 says, "Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are born by me from the belly, which are carried from the womb."
Verse 4 says, and even to your old age, I am he, and even to our hairs will I carry you. I have made, and I will bear. Even I will carry, and I will deliver you. Brother Babu, it is God who has brought you this far, and it is God who will carry you to another next level of life. The Bible is very clear, which you have read, that he knew you even before you were born. And it is him who has brought you this far. He will care for you, even at your old age, even at your status without your dear one. God will take over. God will be in charge in your life. Hallelujah. Let's now read Numbers 6:23 concerning the blessings. The book of Numbers, chapter 6, verse 23 says, speak unto Aaron and unto his sons, saying, on this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them, the Lord bless thee and keep thee. The Bible continues to say, verse 25, the Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. 26 says, the Lord lift up his countenance upon thee and give you the peace. Professor Babu, here is your message. We cannot bless you, but God can bless you. We pray that he turns his face unto you, even unto your status of life without your dear one. You are not alone. God is in charge of your life. He will bless you, he will care for you, and he will carry you through until his second return. Now that you are still lecturing in the university, God is with you. You will complete and come to retirement, knowing that it is God who will give you life. So continue trusting him, continue serving him, and God will be in charge of your life, and even after retirement, in Jesus' name. Let's now pray as I give a combo to finish. Eternal God in heaven, it's a privilege to be here in this church. Thank you because we have chosen to worship you, the true God. And this morning, your servant has spoken to us a message from your Bible, a message of encouragement, a message of hope. He has given us even his life history and even how he lost his dear one. Oh God, is your minister. It is a dark life when you have lost a dear one. But when you have taken church, you are not alone. So, Brother Babu, we commit you to your God whom you serve, to continue serving you, to continue reading you, to turn his face unto you. He will not leave you, and let him give you peace and good health. As you serve him, continue trusting in him, and we shall be praying for you in Jesus' name. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, we come before you this afternoon. We want to thank you, Lord, for the Sabbath day. We want to thank you, Lord, for the gift of life that we have given each and every one of us. We want to thank you, Lord, for Pastor Babu. Lord, he has been here. This is the third time. It is you who arranges his trip here. Even when we do try to arrange, it is always postponed. And the right time, your right time comes, he comes to this church. This is your church, God. Don't leave Pastor Babu alone. Be with him. Give him your message all the time, wherever he will be preaching. We know there are many souls out there that are waiting for salvation. Lord, use Babu
to bring these people unto your homestead. Father, help each and every one of us. All that we shall learn from him, let us use that. You tell us in your book, Matthew 28:19. I know verse 20 was the main one. Let's start with 19. Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And lo, I shall be with you to the end of the world. Oh Lord, how good it will be when we all meet together with Pastor Babu, together with his wife, together with his daughter, and all of us in that heavenly sanctuary where we shall worship you. Thank you, Lord, for hearing this message. Thank you, Lord, for being with us, for we pray in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you. We love